Habari za saizi Zainab? Safi sana. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Uswahili Yakinifu. Nashukuru baba yangu. Kwa majina wananiita Hussein. Ndio. Kwa jina la Instagram au TikTok Mr. Uhakika. Ndio. Karibu sana. Leo na maswali machache sana ya kuuliza kwa sababu ya Uswahilini. Nataka kuyafahamu kwa kina na pia wanaokutazama pia wafahamu kwa kina. Haina shida baba yangu. Karibu sana. Nataka kufahamu swali la kwanza. Kwa nini wazazi au wajawazito hawaruhusiwi kukaa mlangoni wakati wana ujauzito? Kwanza kabisa baba yangu, mlango si wa kuchezea. Mlango unatumika na mambo mengi. Mlango huo watu wanaingia, mlango huo watu wanatoka. Lakini vile vile kwa upande wetu wa Kiswahili, mwanamke mjamzito atakiwi kukaa mlangoni kwa sababu tuna imani kwamba wakati wa kujifungua mtoto anakuwa mgumu kutoka. Inakifika eneo la tukio ni kwenye mlango wa kutokea mtoto, anakuwa anakwama kwa Kiswahili. Lakini kwa upande mwingine ambao mababu zetu kizamani, mimi nilivyoambiwa na bibi yangu kwamba watu walikuwa wanaambiwa hivyo kutokana mlango ni anaweza katokea mtu akakimbizwa, wewe mjamzito akakumiza, anaweza mtu kaiba kitu akaja akakudondoshea. Kwa hiyo wakaona waitengeneze vipi kwamba watu hawaruhusiwi kukaa mlangoni ukiwa mjamzito. Kwa sababu ukikaa mlangoni kakaangu, inawezekana akapita mtu mwingine kabeba maji akaja akakumwagia akaja akakukwa. Kwa mlango unatumika na vitu vingi. Na kizingiti si kizuri kwa hili. Sababu kizingiti kinatumika na mambo mengi. Mwingine anaweza akafanya mambo yake mabaya kwenye kizingiti. Kwa hiyo wewe kama mjamzito kakaa kikaja kakukumba. Kwa hiyo ndio maana hiyo tumekataliwa kwamba uruhusiwe mjamzito kukaa mlangoni. Hizo itikadi za Kiswahili sasa. Hizo za Kiswahili, sio za Kizungu. Okay, na swali la pili, ni kwa nini wakati wa kujifungua hawa wajawazito kwenye itikadi zenu hizo za Kiswahili huwa wanapendekeza au huwa wanawaambia wajawazito wafunge fundo la kanga kabla ya kwenda kujifungua? Safi sana. Hiyo huwa tunafanya kwa sababu gani? Kuna watu wengi wanazalia njiani, mwingine kwenye bajaji, mwingine kwenye gari, mwingine uchungu kimshika dakika 2, kila mtu na uchungu wake. Kuna mwingine uchungu unatumia masaa 6, mwingine saa 7, mwingine masaa 8. Lakini sasa kwa upande wetu wa Kiswahili, mtu anapokuwa amepatwa na uchungu, aidha hospitali ikawa ni mbali, kwanza kabisa tunashauri Kiswahili, hiyo ni Kiswahili, anachukua jiwe au kanga, hii kanga unayoiona wewe ambayo vae mjamzito, unamfunga fundo. Hapo anafungwa na kungwi au yeye mwenyewe anafungwa? Wewe sio kungwi. Yaani mtu ambaye anampeleka yule mzazi, anamwambia mzazi afunge fundo mwenyewe. Unafunga fundo, unalitemea mate tu, unafunga. Kwa hapo umejifunga mwenyewe, uchungu umeufunga. Ila ukifika hospitali wakumbuke. Wasipokumbuka, wasipokufungua, unaweza kwa mwana uchungu na operation ukafanyiwa. Kwa hiyo tunafunga fundo, tunapoondoka ukifika hospitali unalifungua lile fundo. Kwa hiyo unajifungua salama salimi. Lakini hiyo ni Kiswahili. Okay. Na wakati wa kutema mate, nimesikia kama unaongelea mambo ya kutema mate. Kuna idadi maalumu za kutema mate au inakuwaje? Amna, hiyo unatema tu mara 3, unafunga fundo lako unaondoka zako mwenyewe. Kiswahili na imani yetu ile tunavyoamini. Waswahili nyinyi mnavyoamini. Tunavyoamini ndio. Na swala jingine nalotaka kufahamu. Nahitaji sana kufahamu faida wakati umepata umaarufu. Faida za umaarufu na hasara zake. Nataka tuanze na faida. Naomba niipe faida kama 5 hivi au 3 za kupata umaarufu. Faida ya kwanza kabisa kwangu mimi ambacho nimepata. Ndio. Kwanza najuana na watu ndani ya nchi na nje ya nchi. Pili, napata manufaa kwenye kuvaa nguo. Kwa sababu kuna watu mwingine anakwambia bana, sasa kijana njoo dukani kwangu uvae nguo au njoo chukue kiatu, njoo chukue pochi. Kwa hiyo nafaidika na watu kwa vitu vyao. Lakini vile vile faida ambayo nimepata, kuna sehemu ambazo zamani kwa naziogopa kwenda. Kisa hivi nikienda mtu akikuona sasa kijana bwana pita. Kingine kiukweli kabisa silali njaa. Nikishika simu yangu moja nikiomba hela napata kwa urahisi. Kingine napata matangazo. Yaani faida ni nyingi sana kwangu. Ni nyingi sana. Kwa upande mwingine imekusaidia? Ndio sana. Basi naomba nijue na hasara zake pia. Hasara kwenye kazi yangu ni ile ambapo kuna siku unakuwa una hela ya mafuta ya gari. Unapopanda daladala bwana, wakikuona kumbe za Kijonongo pia na gari. Gari sina gari ila nakodisha. Kwa nikishaanza kukodisha basi sina hela, sinapanda daladala. Ndio. Pamoja mimi usoni nilikuwa usiogopi.
Lakini kuna watu wanashangaa huyu kijana wangu vipoa hapa na daladala. Jamani, hata sisi wasanii kuna muda unaweza kupanda daladala vile vile. Kwa sababu si binadamu, tunakosa pesa. Si binadamu kuna muda unatamani kukaa na waswahili wenzio kwenye daladala. Unajua daladala tamu kakangwe. Daladala ina maneno, kuna muda watu wanashushuana, kuna muda watu wanaibiana, kuna muda watu wanasukumana. Kwanza hakuna kitu unachokipenda kwa daladala kama kusimamia lile mti. Afu dereva afunge breki ile. Yaani hivi mnapogongana mibichwa ile na enjoy sana. Kwa hiyo una enjoy kwa sana pamoja na daladala sijapanda muda lakini na enjoy sana ile issue. Basi sawa, na swali jingine na la mwisho nilitaka kujua hasa Uswahili ni nini? Watu wanatamani kujua Uswahili ni kitu gani? Yaani uchambue Uswahili. Uswahili ni yale maisha ambayo unataka unayoishi. Kwanza kabisa Uswahili ni vitu unavyofanya. Mfano kama mimi ni Mswahili. Mimi Mswahili leo ukinikuta nakula miguu ya kuku ni kawaida. Ambapo leo mtu wa Oysterbay miguu ya kuku anashangaa nakula uchafu wa kuku. Mtu wa Masaki. Mimi nakula utumbo. Mimi Mswahili za katumia 5,000 nikapika chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wewe kweli? 5,000. Sisi kwanza Waswahili asubuhi tunapika ugali na matembele. Hiyo ndo asubuhi yetu ya chai. Kwa hiyo tukinywa asubuhi tunapiga ndefu mpaka usiku. Tunakula mlo mara mbili. Na Uswahili wetu mwingine ambao mimi najivunia kwamba mimi ni Mswahili. Mimi maisha yangu sifoji. Naishi maisha yangu. Yaani mimi ni Zai ambaye utanikuta leo nakula ugali wa buku. Kwa hata nikikuta Uswahili ndio huyo Zai tunamuona. Mimi si kwetu tunauza ugali wa buku. Ugali wa buku unapata ugali, unapata samaki, unapata mrenda, unapata kachumbari. Hiyo buku tu? Buku tu, lakini samaki anakuwa mdogo kama kidole changu. Basi maisha ya Uswahili ni mara. Kwa Uswahili ndio kubwa. Afu Uswahili sisi ndio watu ambao tunapenda shughuli. Pamoja shughuli zetu sio kwamba zamani tu shughuli, yani kuna watu wanaamini kwamba ati kila Mswahili kule shule lazima avue nguo. Hapana. Wale wanaharibu tu Uswahili. Uswahili sio kuvua nguo. Uswahili sio kupigana. Uswahili sio kutukanana, kushushiana heshima. Uswahili ni maisha ambayo utakao uishi wewe bila kugombana na mtu. Maisha yako halisia. Mimi si watu wengine wanaogopa si Uswahili kupigana, huo ni ugomvi wako tu mwenyewe. Lakini Uswahili unakuwa smart. Yaani nimevaa kijola changu, nimetoka hapa nimeenda kwa ugali wangu na mrenda buku, nimepika. Yaani hivyo ndio Uswahili. Na hapo nimesikia unaongelea kuhusu budget kama ya 5,000 hivi kutumia kwa siku nzima. Nataka unichambulie hiyo budget 5,000 kwa siku nzima kwa milo miwili kama ulivyosema. Mimi asubuhi naweza kununua tembele langu babu tembele ni shilingi 250. Napata tembele 500 mawili, 500 napata nyanya za 300, napata ndimu, napata kitunguu. Hapo nimemaliza buku. Inabaki shilingi 4,000. Natoa tena 500 na mafuta. Natoa tena 700 na nunua unga. Natoa tena buku na nunua mkaa. Nimekula ugali asubuhi. Ndio, tuamie katika mlo wa pili. Mlo wa pili nanunua bamia na 300. Nanunua unga wangu tena nusu 700. Sasa leo nanunua samaki wangu wa 500 mafungu mawili. Usiku umepita. Na katika hiyo milo miwili ambayo unaiongelea, hapo katika hiyo milo hamna kubadilisha kwamba ni wali hakuna. Yaani kwenye wali sasa ukiniambia kwenye wali tunapika mara moja. Wali naweza kanunua mchele wangu kilo moja. 2,500 ikabaki 2,500. Nikanunua cabbage la buku, nikanunua nyanya zangu za 300, nikanunua karoti, nikanunua mafuta. Nikanunua mkaa wangu, maisha kaendelea. Kwa hiyo unawashawishi watu wa Masaki wahamie Uswahilini kuna udada. Hawataweza Uswahilini mpaka tuweza sisi ambao tumeshazoea. Na kama Oysterbay akija kwetu basi akae kwa vizuri sana. Mwisho siku anaweza kuzaa vyakula vitu ni rahisi sana lakini vile nataka uvumilivu. Karibu sana kwenye kipindi chetu dada Zai. Karibu sana. Asante sana. Kuna kitu tumekikosea.